Nimekuja kwa magoti ili niombe msamaha. Kwani mtu akifanya makosa hapaswi kusamehewa? Kia wewe Kinguchilo. Kwanza rudisha pesa zangu zote ulizoziiba. Hapo ndo twende sawa. Hivi kwa mfano mtu akifanya dhambi kwa Mungu alafu akaomba msamaha, atarudisha zile dhambi alizozifanya ndo asamehewe? Sasa nataka nikuonyeshe tofauti kati ya huyo Mungu na sisi viumbe wake. Ndio naenda kuleta utofauti. Unaenda kata maua? Na kata kichwa chako mama. Subiri nikilipie kodi. Hii hapa nusu, nyingine nitakulipa shilingi 3 hizi. Siku 3 ndo nini? Sitaki siku za miujiza mimi. Kaja siku za wiki. Kwanza siku 3 inakaa sehemu gani kwenye wiki? Sawa basi na wewe, Jumamosi hii nitakumalizia. Na kusamee nusu. Ukimalizia pesa yangu ndio na mimi namalizia kukusamee. Sasa haya masharti ya kusameheana nusu ndio yanakuaje? Siku ikipita na hujanilipa, panga litakuhusu. Na deni linaanza upya. Sasa nikikosa pesa ya kulipa itakuwaje? Lakini siwezi kukosa. Ikibidi nitamuibia hata yeye mwenyewe. Niingie ndani. Ili ukaibe. Nisamee full basi rafiki yangu. No. Hakusama. Hiyo ilizi ya Simba alipata wakati Simba amekufa. Kwa hiyo sasa hivi naye atakufa na hiyo ilizi ataiacha. Sikieni. Mimi nitaanza kuchora rada. Tuanze na Yana. Nini wewe? Mimi nipo kwenye mlango wa kifo. Niyo kweli mimi kwanza. Tuanzeni na Nazira. Jamani, yeye hamjui. Yana ni mganga. Tukisema tuanze na hao wengine, yeye atakuja kutuharibia mpango yetu yote. Tuanzeni na yeye. Mimi nikiwa huru, nina uwezo wa kuja kuwamaliza hao wengine. Kwa sababu utakuwa najua kabisa mtu wa kuniua mimi ameshakufa. Tuanzeni na yeye. Msinitanie nyie. Yule ni mwamba. Kama anaweza kumwibia mtu hali ya kuwa huko anamwangalia, basi hata kunitoa roho mimi atanitoa roho kwa sekunde moja tu. Tuanzeni na yule binti mwizi. Nyinyi si ndio mmetoka kuongea sasa hivi hapa kwa Nazira na anairizi ya Simba. Sasa mimi si ni kama naliwa na Simba tu hapa. Yeye hamumjui vizuri yule binti mwizi. Yule ni master. Hafai. Akitua hapa anaweza kukuibia roho yako ukiwa huku bado unapumua. Na akishaondoka ndio unakufa. Nihurumieni mwenzenu. Nye, Yana ni mganga. Tusipoanza na yeye, atakuja atatuharibia mpango yetu yote. Tuanze na Yana. Sasa atajuaje kama sisi ndio tunayeua? Kwani yeye alijuaje kama sisi tutauawa na hawa watu? Mimi nasikia kama siku yangu ya kufa imeshakaribia. Maana hamtaki hata kunielewa. Hivi mnajua nishonja harufu ya kifo kwa Nazira? Harufu ya kifo? Ndio. Mimi nimeota jana ananiua. Na nilivyoamka nikamkuta mbele yangu kweli na panga lake. Unadhani hali ya kawaida hiyo? Bwana Bujo, tuanze kumuua Nazira kwanza. Alafu yale maua yake tuyatumie kuwazikia hao wengine. Huo ni ubunifu wa kipekee.
Leo tulikuwa tumalize kazi kwa huyu mpuuzi, lakini sijui kwa nini amefunga. Wewe umejifungia au umefunga? Waki bwana, acha kelele basi. Unapiga kelele mpaka majirani wajue tumekuja kuua. Kitu ambacho mimi najiuliza, mbona swala limeanza kuwa gumu? Kivipi? Kabla kupanga huu mpango, ilikuwa ukija hapa unakuta pako wazi na Nazira anakatakata maua yake, lakini baada ya kupanga huu mpango kudhamiria kumua siku ya kwanza, amefunga na hakuna hata dalili kama atarudi. Sasa inamaanisha nini? Yeye muone tatizo hapa. Hivi nyoka usipomwahi, unafikiri nini kitakukuta? Anakuwahi yeye. Naweza kusema kwa sasa umenifundisha maisha na zile rafiki yangu. Licha ya kuwa tunaishi kwa amani, ila amini kwamba pesa iliyobaki nitakulipa bila kupepesa macho. Hivi ndivyo binadamu wanatakiwa kuishi, na kitu ambacho hujui sasa, binadamu wanahitaji amani ili kila mmoja afurahie maisha. Kweli? Kumbe kuishi kama raia mwema ni raha namna hii. Wewe bado hujaishi Noli. Subiri siku za mbeleni, utafurahi mwenyewe. Kweli Nazira? Furaha ni kwa ajili ya watu, na mara nyingi wanaofurahia huwa ni ndugu ama marafiki. Sasa marafiki si ndio sie? Marafiki ndio sie. Ila kuna kitu nitakufundisha. Maana hii dunia ina upande hasi na chanya. Nifundishe rafiki yangu. Na kunywa maji kila wakati. Ngoja niende msalani. Hiyo ndo afya. Sikieni. Kitu ambacho tumekifanya si kizuri ni kuunganisha umoja ambao asili yake ni nguvu. Kwa mfano, ndo anatokea hapa, alafu anatukuta sisi na sisi zetu kama hivi. Mnafikiri ni nani sasa atakayewaacha wenzie duniani? Hiyo kidogo nimeielewa. Yaani nyie elimu zenu duni kweli yani. Yaani mnakaanza kubashiri maisha yaende kwa kubashiri. Leo ilikuwa siku ya kwanza kumweka huru mtu wa kwanza na kifo chake. Amuoni kuwa mpango umefeli? Nilikuamini aisee. Usikizeni mashujaa, hakuna kurudi nyuma. Tunamtafuta Nazira popote alipo na kumcheka kichwa chake. Mapangasha! Twendeni mashujaa, atakufa mmoja baada ya mwingine. Noli! Mungu wangu! Kaiba kila kitu. Jamani, msingi wangu. Mungu wangu, nimekwisha mimi, nimekwisha. Acha Mungu, safari ya pole namuua.
Imekaa poa hii. Kumbe haijakaa poa bwana. Tulia na mtoto wa kike. Unanumiza. Mamangu naanza kufa. Si ameondoka? Ameondoka nitampata tu. Na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu na vyote vilivyomo duniani, haki ya Mungu nitamuua. Inawezekana sikufa ndo leo ni. Hamsikia na hapa kabisa yule. Kwa hiyo amekuja kujiandaa na mauaji. Mkisikia kiapo cha damu sasa ndo leo. Ndo hiki hapa chenyewe. Yule pale sasa ameshavurugwa, akili yake inawaza kuua. Tunamvamiaje mnafikiri pale? Tunamvamiaje pale? Naombeni muende nyinyi basi. Mkanisaidia, nyinyi sio siku yenu ya kufa leo. Mnaenda nyinyi mnanisaidia kuvamia. Wewe, hii ngoma imepigwa na watu watatu na itachezwa na watu watatu. Ni vipi? Kama hofu zote tunayo. Au imeshindikana turudi? Sasa tunashindikanaje kwa mfano? Sikieni niwaambie. Hapa tunavamia kama nyuki, tunaua kisha tunaondoka. Sawa mashujaa? Ndio! Ni mizimu au? Mbona siwaoni? Kwaje mkasema tupiga kelele wakati bado hatujajipanga? Sikia, tunaenda. Hello? Kuna mtu yoyote hapo? Hakuna!